YouTube inalipa pesa nyingi sana, na ili uanze kulipwa na YouTube kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye. Kuna vigezo ambavyo unatakiwa uvitimize. Kwenye hii video nitakuelezea ni vigezo gani ambavyo YouTube wanataka uvitimize ili waanze kukulipa. Inawezekana wewe umekuwa ni mtumiaji mzuri sana wa mitandao ya kijamii, lakini kwa bahati mbaya sana umekuwa ukitumia mitandao ya kijamii bila kuingiza chochote. Shauri wangu ni kwamba kuanzia leo, kama ulikuwa unatumia Instagram, unatumia Facebook, unatumia TikTok au unatumia mitandao mingine lakini hauingizi chochote, fahamu kwamba kuna watu wengi sana ambao wanafanya hicho ambacho ulikuwa unakifanya kwenye mitandao mingine, wanakifanya hapa YouTube na wanaingiza pesa nyingi. Amini usiamini, YouTube wanalipa vizuri sana kwa hapa Tanzania na kwa Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha unatengeneza chaneli yako ili kusudi uanze kuweka maudhui ambayo yanatakiwa ili ukidhi vigezo ambavyo YouTube wameviweka. Sasa ni vigezo gani ambavyo YouTube wameviweka wewe vitimize ili kusudi waanze kukulipa? Cha kwanza kabisa, hakikisha unapata subscriber 1000 kwenye chaneli yako. Subscribers ni watu gani? Subscribers ni sawasawa na followers ambao huwa tunasema kwenye mitandao mingine kama Instagram, Facebook au mtandao wa TikTok. Followers wale hapa YouTube wanaitwa subscribers, yani watu ambao wanakufuatilia au wafuasi wako kwenye mtandao huu wa YouTube. Ni lazima wawe wafuasi kuanzia 1000. Ni kitu rahisi sana. Hii ni condition ambayo unaweza ukaitimiza kiurahisi zaidi kuliko kitu chochote, kwa sababu imagine tu kwenye mtandao wa TikTok una followers wangapi? Instagram una followers wangapi? Huko Facebook una marafiki wangapi? Hao ndio wanaweza wakawa watu wa kwanza kabisa kukufollow na kusubscribe kwenye channel yako ya YouTube ili kutimiza kigezo cha kwanza. Hiki ni kigezo rahisi na kuna mambo mengi ambayo unaweza ukayafanya ili kukitimiza hiki kigezo. Kwa hiyo kama hujasubscribe channel yangu, hakikisha una subscribe ili kusudi ujifunze ni mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya ili kusudi uanze kutimiza vigezo kimoja baada ya kingine. Kitu cha pili cha msingi sana ambacho unatakiwa kukitimiza, ama kigezo cha pili ambacho unatakiwa kukitimiza, ni wewe kutengeneza video ndefu ambazo zitaweza kupata watazamaji ambao watatimiza masaa 4000 ya kutazama kwenye hizo video. Yaani kama utaweza kutengeneza video ambayo ina dakika 10, basi waje watu watazame video yako hiyo watimize masaa 4000. Sasa hapo unaweza ukachanganyikiwa. Ukisikia masaa 4000, watu wengi sana huwa wanachanganyikiwa. Lakini sikia, kwa mfano umeposti video kwenye chaneli yako ya YouTube ina dakika 10. Maana yake ni kwamba kama utapata mtu mmoja akaitazama ile video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, maana yake ni kwamba utakuwa umeingiza dakika 10 kwenye chaneli yako ya YouTube. Maana yake iko hivi, kama utapata watu 400 wataitazama hii video ya dakika 10, watu 400 wataitazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho, maana yake tayari utakuwa umeshafikisha masaa 4000 kwenye mtandao wa YouTube au kwenye channel yako ya YouTube ya kutazama. Maana yake ni kwamba tayari umeshatimiza kigezo cha pili ambacho kinakuruhusu wewe kuanza kufanya monetization. Sijui kama umenielewa hapo. Ni rahisi sana. Mimi nimeweza kumonetize channel yangu kwa kutumia video moja tu ambayo kiukweli ilienda viral na ilikuwa na dakika kama 15 hivi, lakini ilitazamwa na watu kama 30,000 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo tayari nikawa nimeshatimiza kigezo cha pili ambacho kikaniruhusu sasa mimi kufanya monetization au kuomba monetization YouTube, nikaanza kulipwa na wakaverify, na sasa hivi YouTube inaingiza pesa. Sasa hicho kipengele ni kirahisi sana. Unachotakiwa kukifanya ni kujua tu ni maudhui gani ambayo unatakiwa kuyaweka ili kusudi ya engage watu na upate watu ambao watatazama video yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini hivi ni vigezo viwili vya msingi au vya muhimu ambavyo YouTube wanaviangalia ili kusudi waanze kukulipa. Cha kwanza ni hicho nimekwambia, uwe na subscribers 1000, alafu cha pili uwe na masaa 4000 ya kutazama kwenye chaneli yako, kwenye video zako zote. Hata kama umeposti video 200, ila zikijumlishwa zote masaa ya watu waliotazama ifike 1000. Kwa hiyo ni rahisi sana. Sasa ikitokea wewe umeshindwa kabisa kutimiza hayo masaa 1000 kutokana na video ambazo unaziposti, YouTube wameboresha, wamekuwekea kipengele kingine kwamba unatakiwa kama unaposti zile short inamaanisha zile reels ambazo huwa unaposti TikTok, unaposti Instagram au unaposti kwenye mitandao mingine. Kama utaweza kutengeneza video za namna hiyo na kuziposti YouTube, in which huwa zinaenda viral kiurahisi zaidi, wanakuambia kwamba ndani ya siku 90 uweze kupata watazamaji
milioni 10 ndani ya siku 90, manake ni ndani ya miezi mitatu. Uposti shoti zako, jumla ya watazamaji kwenye short wawe milioni 10. Haijalishi ukiweza uposti hizo shoti, unaweza ukaposti shoti 2000, 3000, 4000, ni wewe tu kadri ambavyo unataka kuziposti. Na kiukweli ni kwamba kwa kutumia shorts ni rahisi zaidi kuweza kumonetize, kwa sababu short huwa zinaenda zenyewe, hazihitaji hata promotion. Hicho ni kitu cha tatu. Lakini sasa ili wakuruhusu kufanya monetization kwa kigezo chochote ambacho umequalify, lazima uwe una follow community guideline, yani usiwe umevunja miiko na sheria za YouTube. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kufuata sheria zao, kwa maana ya video ambazo unaziposti zifate sheria na kanuni za YouTube. Hapo utakuwa salama kabisa na utaweza kumonetize channel yako na utaanza kuingiza pesa. Jamani, YouTube kuna pesa.